Ndugu yangu vipi? Salama, niambie. Bwana hongera sana. Nashukuru. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salaam. Naona wiki iliyopita ile tuliwasiliana akaniambia bwana niko Arusha. Bwana nilikuwa Arusha. Nenda kama mara mbili hivi. Nenda wiki ya kwanza, nikaenda wiki ya pili. Nikarudi hapa. Hongera sana. Lakini kuna namna ambavyo nakuona kwa namna nyingine. Sasa hivi safari zimekuwa nyingi sana za kutoka Dar es Salaam kwenda mikoani. Ndio. Project zimekuwa kwa kiasi kikubwa au ni nini? Ni project tu kama unavyosema, na unajua mtu akikuelewa unachokifanya basi inakuwa rahisi kukucheki. Kingine vitu unavyovifanya wengi wanakuwa waamini nachokifanya, lakini baada ya muda wanakuja kuelewa nafanya nini. Kwa hiyo imekuwa sababu ya bwana huyu ndo mtu. Kwa hiyo na imani Mungu mkubwa, itafika hatua watu wengi tu wataelewa na tunachokifanya. Tukiweka watu 8 au 10 waigizaji wa Tanzania, yani tufanye comedy, wewe uko nafasi ngapi? Yani wewe mwenyewe unaona namba yako ni namba ngapi kati ya wale waigizaji ambao wanafanya vizuri au ma comedian ambao wanafanya vizuri? Hakuna mtu ambaye anaweza akasema mimi nafasi yangu ya mwisho. Hakuna duniani kote. Kila mtu anataka awe wa kwanza, lakini mimi najiona niko vizuri. Umeelewa? Niko vizuri. Hakuna mtu ambaye anataka kuwa wa mwisho ama ajione sio kuliko wengine. Kila mtu anapenda nafasi nzuri na kubwa. Kiufupi mimi najiona niko vizuri na niko sehemu ambayo tofauti na wengine, ila wananchi nao wenyewe watajiongeza, watajua nani yuko vizuri kutokana na hao ndo choice, na sisi tunafanya kwa ajili yao watuone. Ni changamoto gani ambazo hasa waigizaji ma comedian wanapokuwa on the stage wanakuwa wanazipitia? Ma comedian kuzungumza ma comedian, kuna comedy aina nyingi. Sio upande gani, comedian au full comedy? Full comedy. Full comedian. Comedian tuna changamoto nyingi. Nikisema kwenye schedule nini hizo eti sketch ni comedy ya acting, wanazo changamoto. Kuna baadhi ya watu wanajichetua sana, lakini ndo content zao walizochagua. Kwa mfano kuna watu nawaona wanafanya surprise nini kama surprise tu kwa watu ambao wasiowajua, wanawatania mtu asiyemjua, sometimes wanazinguliwa. Tukienda kwenye act location, unakuta nyumba hawajaomba, wanatimuliwa, au wame act tu nyuma ya ukuta, wanamwafuta, washapoteza watu gharama na nini, wanamwafuta mna nani alokurusuni mshuti hapa. Umenielewa? Wengine wanatukanwa, wengine wanakosa sehemu ya kushuti. Kwa hiyo hizo changamoto za watu wa sketch wanazozipata. Wengine nikija kwenye stand up ndo hivyo, watu wanakosa stage na wanaopata stage hawana watu wa kuwashika. Nini gharama ile ya kuinvest kwenye event wanakuwa hawana. Kwa hiyo mtu yuko mkoani anatarajia kuchukua kipaji chake awasilishe sehemu, lakini hiyo sehemu hakuna. Ukiangalia stage zipo kadhaa ambazo labda maarufu ziko mbili, na sasa hivi zingine zote hazipo, moja ndo inaanza kuji. Nadhani unajua, kwa huyo nazungumza stand up comedy ya majukwani. Chakatua ipo sasa hivi, ila punchline ipo, lakini punch ipo ni aina ile kusema labda tunarusha TV, tunarusha wapi atupate kuona kwa urahisi hata akiwa mkoani. Sisi Instagram ndo hivyo, lakini tunapambana kila wiki, open mic kila Jumanne. Kila wiki show punch low, afu kuna zile za watu tunaita nje wanakuja hizo. So tunapambana mpaka leo ina roll,
na watu wengi wametokea huko Punch, na mpaka leo watu wanasafirishwa nje ya nchi kupitia Punch, na hiyo sio kwamba wanapata hela wasijua wanatoa mfukoni mwao pesa ila wakuonyesha bwana, ndugu yetu, nenda kaonyesha kipaji chako. Hizo zote movement hazina hela, ila washikaji wanapambana sponsor na nini, yani hivyo michango wenyewe wanatoa hela. Hata hiyo roho yenyewe wanatoa pesa zao mfukoni kuifanyaje, kuendeleza stand up comedy. Sasa okay, wewe ungefanikiwa kuwa tuseme mkurugenzi wa BASATA ndivyo, ungesimamia nini kupitia hizi shughuli zenu? Kwa upande wako unaona nini, kitu gani ambacho labda ungeweza kukiongeza, au kama mkurugenzi ungeweza kukiongeza, kitaongeza radha katika upande wa komedia? Mimi kama mimi ningeshikilia kwa upande wa sanaa ya hasa stand up comedy. Unajua stand up comedy ni sanaa ambayo inaweza ikaongea chochote ila kizuri chenye maana, sio kuropoka, chenye maana. Nikizungumzia hivyo, stand up comedy ina fursa kubwa sana kwenye jamii. Umeelewa? Ipo kama msanii wa kuimba, lakini msanii wa kuimba anafanya maneno ambayo ya kujitosheleza. Mtu anaweza akafanya nyimbo baa mbili akamaliza, si ndio? Lakini stand up comedy akafanya pale pale jukwani na akachekesha na watu wakamuelewa kwa urahisi. Sijui umenielewa? Sasa nikizungumzia hapo, kwa mfano kama swali lako uniuliza hilo, mimi ningeboresha kwenye stand up comedy kwenye elimu. Nikisema kwenye elimu, kwa nini? Kwa sababu sisi stand up comedy tuna advantage kubwa kumteka mtu kusikiliza, kwa sababu ya ile ucheshi wako. Hilo la kwanza. Kwa hiyo kwamba sasa hivi ujue mambo yamebadilika sasa hivi, unajua fujo nini, ukaongea hichi, yani Tanzania kidogo imekuwa kama utata fulani, sio, umeelewa? Mara huku hivi. Sasa stand up comedy ndio muda wake wa kuzungumza, wa kuwapa watu furaha, wa kuwatoa kwenye leli hizo ambazo wanazokusudia mambo mengine, sio, umeelewa? Kutoa ujumbe kuhusu nchi yetu, natakiwa iwe na amani, mtu anafurahi, anapata ujumbe. Unajua Mtanzania hapendi kuchoshwa, yani unamueleza, unajua kavu maneno tu, yani hayaleti maana.